Movie inatupeleka moja kwa moja mpaka jijini Lagos, ndani ya nyumba yenye familia ya watu watatu. Huyu mama anaitwa Adela. Ni asubuhi ndo ameamka. Sasa ndo anashangaa, mbona kama vile nimechelewa kuamka. Kucheki saa kwenye simu, akakurupuka kutoka kitandani. Umemkaje mwanangu? Chai yako iko tayari. Asante baba. Karibu chakula. Adela ndo anakuja mbio mbio na kufika kumkumbatia mwanae. Babe, kumbe umeshamwandalia chai? Ndiyo, tayari. Ni maisha ya mke na mume. Wakaendelea kusalimiana. Huyu jamaa anaitwa Morris, ni mfanyabiashara na hii ndiyo familia yake. Adela ambaye ni mke wa Morris anafanya kazi kwenye saluni ya kike ambayo inajihusisha na kuuza mawigi pia. Na hapa ndo kafika ofisini mwake. Rafiki zake ambao anafanya nao kazi wakaanza kumlalamikia kwa nini kachelewa, ila anajitetea na mambo yanakaa sawa. Huyu binti mwenye nguo nyeupe anaitwa Jessica. Kuna baadhi ya mitindo ya wigi alikuwa kaipiga picha mtandaoni ili aje kumuonyesha Adela kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo akampa simu yake Adela ili angalia aina hizo za wigi. Sasa wakati anaendelea kuangalia, ghafla simu ya Jessica ikaita. Alafu namba yenyewe imeseviwa Sugar Daddy. Adela alipoangalia vizuri ile namba akagundua kuwa ni namba ya mume wake. Moyo ulishtuka, ila akarudisha simu kwa mwenyewe ili apokee. Hello mpenzi wangu, uliniambia utanitumia pesa, lakini sijaona muamala wowote mpaka sasa. Usiniambie umemtumia mke wako. Kumbuka mimi ni mtamu kuliko yeye. Adela anazidi kuchanganyikiwa na kuzidi kujiuliza maswali mengi kichwani mwake. Hivi namba niliona kwenye simu ya huyu binti ni ya mume wangu au? Na kama ni ya mume wangu, ndo anafikia hatua kuniumiza kiasi hiki? Kidada kinaendelea kujishaua na mume wa mtu mbele ya mashosti zake. Hata wenyewe wanakerekwa kanavyoongea kwa sauti na kujishaua. Baada ya kumaliza kuongea, Adela hakuonyesha ishara yoyote kama ameumizwa na hilo tukio ya kukuta namba ya mume wake imeseviwa kwenye simu ya rafiki yake, tena kwa jina la Sugar Daddy. Alimwomba simu tu na kuendelea kuangalia aina nyingine za wigi za biashara. Lakini Jessica anatembea na mume wa rafiki yake bila kujua chochote, na ndio maana hata hizo story anapiga hata Adela akiwepo. Alipotoka kazini akampitia mwanae shuleni na kumleta nyumbani. Walipofika nyumbani tu, mtoto akamuuliza, mama, uko sawa kweli? Niko sawa mwanangu, usijali. Kumbe moyoni anaugulia maumivu ya kusalitiwa na mume wake. Morris aliporudi nyumbani akafika na muuliza, baby, nimefikia moja kwa moja jikoni lakini sijaona chakula. Samahani mpenzi, leo nimechoka sana, siwezi kupika. Baba, niambie mwanangu, nina njaa sana. Mama kasema ataniagizia chakula lakini bado hakijafika. Akamwangalia mke wake kisha akamgeukia mtoto kumjibu, nakuja kukupikia chakula kitamu sasa hivi. Sawa baba, utanisamehe kwa leo, siwezi kupika. Sawa, usijali, ngoja nikapike. Akamkisi mke wake kisha akaingia jikoni kupika. Adela anabaki kujiuliza, kwa huu upendo wote anaonionyesha, hivi anaweza kunisaliti? Majibu anakosa kabisa. Wakiwa mezani wanakula, Adela anazungusha kijiko kwenye sahani la chakula tu. Mawazo ya kusalitiwa na mume wake yanamwandama kinoma. Mwanaume akagundua kuna kitu hakipo sawa kwa mke wake. Mke wangu, mbona sikuona unakula chakula? Usiniambie ni kwa sababu umechoka. Niko sawa, usijali. Saa 8:41 usiku. Adela hajalala, anamtafakari mume wake tu. Hivi ni kweli ana kimada nje? Akachukua simu ya mume wake na kushuka nayo mpaka sebuleni. Si mume wake bana, kwa hiyo password anaijua. Akaanza kukagua upande wa message. Alichokutana nacho mpaka akabaki mdomo wazi ni message za mapenzi tu, tena zikionyesha ni binti mwingine ambaye ni Jessica, rafiki wa Adela. Na hapo ndo akathibitisha kuwa mume wake anamchiti kweli. Siku iliyofuata akaenda kumwelezea rafiki yake wa karibu ambaye anaitwa Nicole. Inawezekanaje ukute message za mwanamke mwingine kwenye simu ya mume wako? Nicole, sikudanganyi, nimeona message kweli, nimethibitisha mwenyewe na ni kweli ananisaliti. Message zinaonyesha binti kashukuru kutumiwa pesa na wanasifiana yale yote ambayo wanafanya sirini. Rafiki yake akamshauri kwa sasa ajaribu kuwa na uvumilivu na kutuliza hasira ili endelee kutafuta ushahidi wa kutosha. Wakiwa ofisini kwao, Jessica akapiga ukunga. Wenzake wakamuuliza, kwani kuna nini? Naomba mnisamehe tu, maana sikutegemea kabisa. Mara anapokea simu ya Morris. Halo mpenzi wangu. Asante sana mpenzi wangu. Ndiyo, nakupenda. Mwa, mwa, mwa. Alipokata simu akaanza kuelezea mashosti zake. Sasa aliyenipigia ni mwanaume wangu, amenitumia naira 300,000 kwa ajili ya matumizi yangu. Alafu mwenye mume wake yuko hapo hapo, lakini anajikaza bila kusema chochote. Huyu Adela na moyo wa simba ise. Alipofika nyumbani, Morris akampokea mke wake kwa bashasha sana, lakini Adela haonyeshi ushirikiano kabisa. Akaelekea zake chumbani. Morris anamuona mke wake hizi siku hayupo sawa, lakini hajagundua kuwa mke wake ameshajua kuwa anamsaliti. Wakati mwingine anajaribu kumsisimua mke wake kihisia, lakini Adela haonyeshi ushirikiano kabisa. Mke wangu, mbona hizi siku unaonekana hauko sawa? Mimi niko sawa, ila stress za kazini ndo zinanisumbua. Yaani hizo kauli zote eti Morris hajagundua kitu kwa mke wake
wake kuwa ameshashtukia mchongo. Leo akiwa amekaa barazani, Adela akamuuliza mume wake, babe, yes baby, naweza kukuuliza kitu? Ndiyo, uliza. Najua biashara zangu zinanifanya niwe busy sana, mpaka muda mwingine nashindwa kuangalia familia yangu. Kwani kuna vitu huwa unatamani nikufanyie kama mke wako, labda huwa sifanyi? Kwa nini umeniuliza hivyo? Naona kama nakukosea kwa sababu muda mwingi huwa nautumia kazini kwangu na sio kwa wewe hapo mume wangu. Sio hivyo mke wangu. Naomba uniambie ukweli na usinifiche chochote. Ni kweli kwa sababu ya ubizi wangu huwa unanimisi kama mke wako? Babe, naomba usiongee hivyo. Wewe ni mke bora hapa duniani. Na pia wewe ni bora kwangu pamoja na mtoto wetu. Siwezi kukusaliti kwa sababu ya majukumu yako ya kazi. Adela akasema sawa, tuachane na hayo. Weekend hii nitakuwa na safari ya kikazi, kwa hiyo sitokuwepo nyumbani. Kisha akatoka. Weekend imeshafika na mume wake ameenda safari ya kikazi kama alivyosema. Adela usiku kucha ni kulia tu. Kila akifikiria usaliti wa mume wake, anajikuta anakosa usingizi kabisa. Baada ya siku kadhaa kupita, Adela akiwa saluni na wenzake, akawa anamuuliza Jessica maswali ya kimtego, yani mchipuko wa mume wake. Kwa hiyo kwa sasa una gari? Ndiyo, kwa sasa namiliki gari langu. Yani umesafiri siku kadhaa tu, afu leo unakuja na kusema kuwa una gari? Umewezaje kulipata jamani? Sawa, ngoja niwaambie. Nilisafiri na mwanaume wangu na ndo kaninunulia. Akaanza kuelezea na mambo mengine mengi aliyoyafanya huko na mwanaume wake, bila kujua kuwa huyo mwanaume anayemuongelea hapo ni mume wa Adela. Lakini Adela kauchuna kama vile hajui chochote. Alipofika nyumbani akamkuta mume wake amesharudi. Wakapokeana. Safari yako ilikuwaje? Ilikuwa nzuri na kuna makubaliano nimeweka na wawekezaji. Hongera, asante. Na kuna pesa nimekutumia kwenye akaunti yako kama zawadi mke wangu. Ifanyie chochote unachotaka. Ni milioni 10. Asante. Sasa Morris akabaki kushangaa. Yaani mke wangu nimemtumia pesa zile zote afu hivi ndio anavyonishukuru? Jamaa usiku anajaribu kuomba haki yake ya ndoa, lakini Adela anasema hawezi, amechoka. Sasa jamaa anabaki kujiuliza, shida nini? Lakini hapati majibu. Siku iliyofuata Morris akampigia simu rafiki wa mke wake. Unataka nini? Ni kuhusu mke wangu. Siku hizi anaonekana hayuko sawa, lakini hataki kusema chochote. Kama kuna kitu unajua niambie. Hapana, mimi sijui kitu. Una uhakika? Basi ngoja nikuache ufikirie kwa dakika chache afu nitakupigia tena. Sijui chochote, labda itakuwa ni mchoko kazini kwake na atakuwa sawa tu. Atakuwa sawa lini sasa? Maana simuelewi kabisa. Mimi mke wangu akiwa sawa namjua, lakini kwa sasa hayuko sawa na sijui shida nini. Morris, hakuna kitu chochote nachokijua. Kwa heri. Baadaye akamuelezea shosti yake. Hivi unajua kama mume wako kanipigia? Kwa nini kakupigia? Alikuwa analalamika tu eti kwa sasa hivi hakuelewi. Yule mwanaume ni chizi Hivi unajua kama kamnunulia gari yule mchepuko wake? Nini? Ndiyo. Yaani baada ya kutoka kufanya mambo yao kwa siku 2, eti anakuja na kutaka nimkubalie kumpa haki yake ya ndoa. Kivipi yani? Adela kumbe anatambua kuwa mume wake hakwenda safari ya kikazi, bali alienda kuenjoy na mchepuko wake. Na pia anajua kabisa mume wake kamnunulia gari mchepuko wake, lakini kauchuna, hajamwambia chochote. Wanaume wenzangu, mwanamke ndo kiumbe pekee ambacho ukiwa nacho kwenye mahusiano atagundua kuwa kuna mambo mengi unamdanganya, na ushahidi akawa nao, na bado akakausha kama vile hajui chochote. Kiumbe hatari sana. Leo Adela akiwa kazini, kuna aina ya nywele za wigi zimetoka. Kwa hiyo akawa anamuelezea Jessica aina hiyo ya nywele. Jessica akasema, "Hebu naomba simu nisione." Adela akampatia simu. Sasa wakati anaendelea kuangalia hizo nywele, simu ya Adela ikawa inaita. Akaamua kuangalia namba ni ya nani. Si ndio anaona ni namba ya Morris ambaye ni mwanaume wake. Akaishiwa nguvu. Chukua simu kwanza, kuna mtu anakupigia. Akachukua simu lakini hakupokea. Samahani, huyo ni mume wako? Ndiyo, ni mume wangu ambaye ni mpenzi wako pia. Jessica alishikwa na aibu. Yaani kumbe alikuwa anatembea na mume wa rafiki yake bila kujua. Kaondoka akiwa anatetemeka vibaya mno. Alafu mwenye mume wake mwenyewe yuko zake kawaida tu. Jessica akaenda kuelezea rafiki zake kilichomkuta. Umesemaje? Yaani ule mwanaume ambaye ulikuwa unamuelezea mbele yetu sisi wote eti ni mume wa Adela, afu hajafanya kitu chochote. Yaani nashindwa kufikiria muda huu, sijui kapanga kunifanya kitu gani. Mida ya usiku Morris simu yake ikaita. Kuangalia jina, anaona ni mchepuko wake. Nilikwambiaje kunipigia simu wakati huu na wakati unajua niko nyumbani? Namjua mke wako sasa. Mke wangu anakuhusu nini? Nisikilize vizuri. Usijaribu kunipigia tena muda huu. Mke wako ameshajua kuwa unamchiti. Unamaanisha nini? Mke wako ameshajua kuhusu sisi.
Hapo akili ndo ikaanza kumkaa sawa. Sasa akawa anampigia simu mke wake, lakini simu haipokelewi. Wakati huo Adela ndo anarudi nyumbani kutokea kazini, akapaki gari pembeni kwanza. Hapo akaongea mwenyewe, unataka tucheze mchezo? Acha tucheze. Alipofika nyumbani akaanza kumsalimia mume wake kwa bashasha, mpaka Morris akawa anashangaa mbona mke wake ana furaha licha ya kugundua kuwa anamsaliti na mwanamke mwingine. Tena akampa na mabusu ya kimahaba kudadadeki. Adela alivyoenda chumbani, Morris akabaki anawaza tu, mbona simuelewi huyu mwanamke. Kwenye upande wa msosi sasa, Adela kaandaa masahani ya chakula mawili tu hapo mezani. Morris anaogopa kula, anahisi kuwa labda katiliwa sumu. Mbona hauli? Sioni chakula cha mtoto. Ameshalala, kwa hiyo nimeona kuwa atakula kesho asubuhi. Kula tu. Hapana, asante, sina njaa. Lazima utakuwa na njaa, kwa hiyo kula. Kwa nini unanilazimisha kula? Nimekupikia, lazima ule. Hapana baby, nimeshiba. Una uhakika? Ndiyo, ila ukitaka nile labda tubadilishane sahani. Hapana mpenzi, hicho ni kwa ajili yako. Ukisikia ndoa ngumu ndo hapa sasa. Usiku umefika. Leo Morris anaona mke wake kapania kufanya tendo la ndoa. Akaanza kuwa na wasiwasi, labda kuna kitu kibaya mke wake kakipanga dhidi yake. Siku nyingine anaota ndoto za ajabu, eti anachomwa kisu na mke wake. Yaani anaishi kwa wasiwasi muda wote. Jessica aligundua makosa yake na alimfuata rafiki yake kumwomba msamaha kuwa hakujua Morris ni mume wake. Adela alimsamehe Jessica kwa sababu aliyagundua makosa yake. Pia na Morris, japokuwa ilikuwa si rahisi, alimuomba mke wake msamaha wa dhati kabisa, na Adela akamsamehe mume wake. Maisha mengine yakaendelea. Huu ndo mwisho wa filamu inayoitwa Loyal Wife. Tukutane kwenye filamu nyingine kali nitakazokuletea. Usisahau kusubscribe, like, comment na share ili wa kwanza kupata filamu mpya nitakazokuletea. Naitwa Clever na hii ni Clever TV.